Kwa Teddy Joseph Mbedule. Jana ilikuwa hivi, kuna vibaka walikuwa mtaani kwetu. Sasa hao vibaka, kuna jirani yetu mmoja, mzee wetu mmoja anakaa tu hapa. Hii njia mliotokea ndo anakaa hapa. Alikuwa anaenda kuswali msikitini saa 11 asubuhi. Ile kutoka kakutana nao vibaka, wakaanza kumvamia baba wa watu. Wamemvamia pale, kwanza kumpiga baba watu, naye sio haba sana, naye akaparangana nao. Kweli Mungu akamsaidia, akaparangana mpaka mwisho. Wengine wakakimbia wawili ninavyosikia, akabaki huyo mmoja. Akaparangana na huyo mmoja mpaka wakamflotisha chini. Basi ndo watu wakajaa ile saa 12 saa 1 wakamkuta pale baba, akawa anajielezea pale, nilikutana na vibaka akataka kunivamia hivi, lakini nashukuru Mungu nimeweza kujisaidia. Wajanizua wamemzuru tu, wamechoma pisipisi ya mkono. Basi baada ya pale kabidi mwenyekiti apigiwe simu. Mwenyekiti akafika pale pamoja na wananchi wakawa wamejaa pale. Mwenyekiti akasema subirini polisi, nimeshapiga simu polisi wanakuja. Polisi wakaja pale, kweli tunashuhudia, wakachukua wakambeba huyo kibaka wakaondoka. Basi watu wakatawanyika, na sisi tukatawanyika tukaondoka na manyumbani. Shehe naye alielekea kwa polisi, maana alipanda kwenye gari ya polisi, wakawa wameondoka wote pamoja na huyo kibaka mwenyewe, maana alibaki huyo mmoja, wengine walikimbia. Taarifa baadaye, hizo taarifa mimi nimezipata sasa leo. Taarifa zikaja kwamba yule kibaka alikuja kufariki. Nasikia alifariki. Taarifa ndio nilizipata sasa leo kwamba yule, baada ya kuuliza hivi yule mtu atakuwa bado polisi, ngambwa amefariki tena jana. Alifariki na mimi simfahamu, ila nasema anaishi maeneo ya huku miti mirefu. Kuna anayemfahamu. Lakini mimi simfahamu kiukweli. Hata nilipomwangalia mimi simfahamu. Lakini kwa walio mwangalia wengine wanamfahamu. Na watu wanajua kama ni mhalifu. Wanajua kabisa ni mhalifu, na sio yeye pekee, hata hao waliokimbia. Ni wahalifu pia. Aisee, kwa kweli usalama hakuna. Mtaa wetu kiukweli usalama hakuna. Tunatembea kwa wasiwasi, wenyewe tunatoka tunaenda makazini asubuhi saa 12, saa 11 tunakuwa yani roho mkononi. Mimi mwenyewe alishanikaba, wakaninyang'anya kila kitu, wakanigaragaza vya kutosha. Kwa hiyo usalama hakuna. Mimi nilikuwa kwenye mida ya saa 4 kasoro. Niko kwenye pikipiki. Ni muda umeshapita. Tumefika kwenye hilo daraja hapo, mtaji nilikuwa nitokea Uswahilini kwa mamangu mdogo pale sehemu moja anaita Maua. Tumefika hapo darajani hapo Blue House hapo kwenye hilo daraja kama unalipata. Kufika hapo tuko na pikipiki kidogo, kashangaa wametokea vijana huku na huku, wamevaa hizo nani za usoni. Ila mvua ilikuwa inanyesha, lakini kwa muda ule kulikuwa hakuna mtu kabisa. Basi wakatukaba, mimi nilikuwa nimebeba pochi ilikuwa na hela ina simu. Wakatukaba pale pamoja na dereva pikipiki, tukapigwa, tukagaragazwa pale. Mimi nikatoa kama nitoe kila nilichokuwa nacho, nikatoa. Wakanisachi kila mahali, wakanipiga pale, napiga kelele, lakini hamna msaada wowote. Wana maslaha, wana mapisipisi, wana sime, wana kila aina, paka visu wanavyo. Basi yule dereva pikipiki alichofanya yakazima pikipiki, akakimbia kwa upande wa kule juu Blue House kule kwenda kuomba msaada ili waweze kuja kunisaidia mimi, maana waliona kama yeye ndo anaweza wakamnani zaidi. Basi piga kelele pale, wakaona sasa watu wanakuja, ndo wakafanyaje, wakaanza kukimbia mmoja, lakini wakati wao wengine, maana walikuwa wengi, wakati wao wengine wanaendelea kukokota pikipiki ilikuwa imezimwa. Kwa hiyo wakawa wanakokota pikipiki kama vile kuichukua, kuiiba. Kwa hiyo wakashindwa kwa sababu ilikuwa imeshazima. Basi walivyoona watu wakakimbia, lakini nimeshanyang'anywa kila kitu, nimeshagaragazwa vya kutosha. Hivyo wakacharachana ule mwamvuli wa pikipiki huyo dereva, wakawa wamekimbia baada ya kuona watu. I say, yani inabidi serikali yani ifanye juu chini, idhibiti hichi kitu kabisa. Ni kwamba tu serikali idhibiti ili watu tuweze kutembea kwa amani, kuwe na utulivu. Maana sasa hivi tunatembea ni tunaogopa, hata ishafika saa 12 tunatamani hata usitoke, ubaki tu ndani. Umeona, ni serikali tu watusaidie kudhibiti ili swala kama litawezekana. Yani kutoka kwanza kabisa asubuhi wa mama, haswa ni kuanzia saa 11. Wamama wanaenda masokoni, kuanzia saa 11 asubuhi, saa 12 wamama ndo wanatoka na sisi ndo tunaenda makazini. Huo muda na kurudi wengine saa 12, wengine saa 1. Ya kila mtu umetofautiana. Saa 2, mwingine paka saa 3. Hivyo. Ni hatari. Tena sio hatari, ni hatari kweli. Yaani unatakiwa utoke wakati kumeshaanza kupambazuka, labda ile kwenye labda saa 12:30 au saa 1 kasoro, unakuta watu tayari wameshaanza kupita barabara. Kwa hiyo unakuwa na amani kwa sababu kuna watu. Lakini huo muda hiyo saa 12 saa 11 ni kwamba hakuna mtu hata huyu mmoja barabarani kama unasema unatembea na miguu. Kwa majina ninaitwa Masudi Sasungwa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Ndarovoi. Jana alfajiri majira saa 11:30 hivi nilipigiwa simu na wananchi kwamba
kuna mtu amevamiwa kwa jina anaitwa Amiri, amevamiwa na vibaka wawili. Kwa hiyo wakawa wanapambana naye pale, baadaye akapiga kelele, watu wakatoka kwa ajili ya kumdhibiti yule, maana walikuwa wanamrushia mawe yule mwingine, huyu ameshika pisipisi, wakawa wamemuumiza kwenye mdomo hapa na kwenye mkono wametoboa hapa, mpiga pisipisi. Kwa hiyo alijitahidi sana kupambana na yule mhalifu kwa nguvu zote. Basi na mimi ikabidi nijiandae kwa ajili ya kutoa taarifa juu ya tukio hilo. Basi wale wananchi kule walikuwa wamejaa sana. Kwa hiyo hali ilivyokuwa pale ilikuwa sio nzuri, kwa sababu wananchi wamechoka sana na matukio ya eneo hilo. Basi ikabidi wale wananchi wakaanza kumshambulia yule mwingine akawa amekimbia. Alipokuwa amekimbia, basi huyu akawa amebaki. Wananchi ndio unajua tena waliokuwa na hasira kali, afu wamechoka na matukio haya. Na mimi nimekuwa nikiimba sana kwenye makanisa, kwenye misikiti, lakini hasa kwenye misiba. Nimekuwa nikishirikisha sana mpaka viongozi wa dini. Jamani, naomba tushirikiane kuendelea kuhubiri ile neno la amani. Kwa sababu wazazi unakuta wanakwenda kanisani au msikitini, lakini wakirudisha yale wakipata yale mafundisho warudishi kwenye familia, ili ile familia basi jinsi inavyokuwa ikue katika misingi ya dini. Lakini hilo limekuwa ni tofauti. Huyu kijana mimi nimeshamuonya mara nyingi sana wakati huo akiwa anapangisha kule mtaa wa Darajani. Kwa hiyo ili tukio lilivyokuwa limetokea, mimi niliona ni jambo la kawaida tu kwao maamuzi ya wananchi, kwa sababu wamechoka. Maana wakienda kule polisi, ukipelekwa mahakamani, wanashinda kesi, maana wanatumia nguvu zote, mpaka zingine naona ni nguvu za giza. Sasa unaenda unatoa ushahidi, mwisho wa siku mtu kaachiwa. Kwa hiyo wananchi wameshachoka kabisa. Kwa hiyo hilo tukio na mimi ninalilani sana, kwa sababu hao vijana kwa kweli kama sio nguvu zake, na maana leo tungekuwa tunazungumza kwamba kuna muumini kauawa kwenye mtaa wa Ndaruvoi, lakini kwa sababu kijana aliyefanya tukio kapatikana na akapata zawadi yake, basi mimi nashukuru, kwa sababu ili mtaa uendelee kutulia. Maana hapa katikati tumepadhibiti sana, maana sasa wameanza kutoka Lemara wanavuka huko. Na mimi nishamwambia mwenyekiti mwenzangu kule Mura pamoja na Albert, Embu tukemee haya matukio ya kihalifu. Mhalifu akiwa wa kwangu huko, wewe nipigie simu nikusaidie, nimkamate nimlete. Hali kadhalika na mimi nikupigie, nikipata mhalifu kutoka huko kwako na kupigia simu unanisaidia. Kuna kijana tena alitoka Lemara juzi tena kaja akaiba tena hapa, wakaiba ng'ombe kabisa. Lakini nashukuru mwenyekiti wa Lemara akanisaidia, wakamkamata yule kijana, kapatikana yuko ndani kule na ng'ombe akawa amepatikana. Kwa hiyo kijana, kwa tukio hili mimi naona ni kawaida tu, kwa sababu wazazi ndio chanzo cha haya matukio. Baadaye mimi tulijulisha polisi waje, kuna kijana ameshambuliwa na wananchi wenye hasira kali. Kweli jeshi la polisi walikuja, wakaja wakamchukua, alikuwa bado anahema. Kwa hiyo walivyompeleka hospitali huko, na nikapata taarifa baadaye amefariki kule hospitali. Wananchi walimshambulia na nini? Kwa sababu sikuwepo, sijui walichokuwa wanakitumia kumshambulia. Lakini tulikuwa tunakuta kuna mawe mengine yako hapo pembeni. Kwa sababu wale vijana wana nguvu na walishakuja na wenzao sasa ili kutaka kumuokoa, lakini wananchi wakawa wengi sana. Mimi namfahamu kwa jina la Junior, lakini jina maarufu anajulikana kwa jina la Maina. Yaani ukitaja tu Maina anajulikana sana. Ni kijana mmoja alikuwa mtaa Darajani kule kwa mwenyekiti Sharifa, alikuwa msumbufu sana. Ni mwizi sio kidogo. Pamoja na yule aliyekimbia anaitwa Gasto, ni mtoto wa mzee mmoja anaitwa Erasto. Wamesumbua sana hapa. Maana huyo Gasto alishawahi kumkanyaga kijana mmoja tena wa Lemara kwenye tumbo akafariki. Unaona? Kwa hiyo ni kijana ambaye kwa kweli hawafai. Kwa kweli kwa mimi, na jana ile niliwaambia kabisa. Sasa zoezi litakuwa ni hili. Kwa sababu wameshindikana, sisi tunawaachia wananchi watoe maamuzi yao, kwa sababu kila tukiwapeleka polisi si wanatoka. Basi wananchi wataendelea kuchukua maamuzi yao mpaka hapo tueleweke kwamba tunachotakiwa kama na changamoto zozote za maisha aje, ili tuweze kushirikiana kuona ni jinsi gani cha kuweza kumsaidia. Kwa sababu kama mimi hapa vijana wengi sana nawapeleka viwanda vya Breweries hapa wanafanya kazi, wako wengi kweli. Kiwanda cha mikate cha Njiro wengi kwa barua za kwangu. Mimi ndo nayewaombea kazi na huwa ninawatangazia sana.
anahitaji kazi aje. Kuna kijana wangu mmoja anaitwa Mudi hapo, anasaidia sana pale Brolis. Kwa hiyo vijana hawataki kazi, wengine wanawatafutia siku 2-3, anaachwa ni yani ni asili yao kwamba hawezi kuvumilia mwisho wa mwezi ili apate kipato halali. Lakini tuna fursa nyingi sana hapa. Kuna bodaboda, ninaye mzee wangu hapa Nurudini, huwa anakuja hapa Msambaa mmoja, anasaidia sana. Bodaboda karibia 30, vijana wengi sana wamekopeshwa hapa. Anasaidia sana na tunawadhamini sisi. Lakini hao vijana wengine hawataki. Wanahitaji kufanya uhalifu. Kwa sasa hivi kuna Joji alishakufa. Kuna Bene alishakufa, kuna Rudo, kuna Devi, kuna Garima, kuna huyu kuna Rama kule pale hapo chini ya Moyo Safi. Kwa wako kama 10 hivi na ambao wameshafariki. Wengine kuchomwa moto, wengine ndio kama hivyo wanapigwa na wananchi wenye hasira kali. Kwa hiyo bado kuna idadi bado ipo kwenye 20 na kitu bado wapo. Majina gani umeshapeleka polisi mara? Hiyo listi labda niwatafutia hayo majina kwenye vitabu vyangu afu niwaletee ili mjue idadi ya waizi wote. Shindikana kabisa nani hebu mtaje? Shindikana hasa waliobaki ni hapa Jamhuri hapa. Pale Jamhuri napo kuna wale kina Zabu. Wale bado wanaendelea na matukio ya uhalifu. Kule mimi kwanza akiona tu hata sura yangu wanakimbia. Kwa sababu Zabu nishaendaga kumchukua saa 9 ya usiku. Nimwamsha mwenyekiti Dudu baada ya kuvamia Tanzanite. Ndienda kumkamatia pale kwa mama yake na nikarudi naye hapa tukamfunga miezi 6. Kwa hiyo mimi pale Jamhuri wanajuaga moto wangu. Akivamiwa kwangu na mimi nakwenda usiku. Namchukua usiku ule. Kwa hiyo bado kikosi kipo Jamhuri pale na chini ya Moyo Safi. Kule Moyo Safi kwa mtaa wa Sinoni pale. Ndio wanasumbua sana hapa. Yaani mimi nadhani ni asili. Kwa sababu unakuta kijana amekuja ana simu kubwa. Hana kazi. Anatoka usiku wa 8 au anarudi usiku wa 8. Wewe mzazi huulizi. Hii umepata wapi? Inakuwa ni changamoto. Kuna mwingine juzi katoto kadogo sana kameiba simu hapa, kamechukua simu ya mtu hapa. Lakini nimekuja nimemkamata ameletwa hapa mpaka tumemtandika hapa amekataa kusema. Nikamwagiza kamandangu walinzi, peleka kituoni huyu. Amepelekwa kituoni kule kafinywa, anasema simu amempa mama yake. Sasa unaona ni chanzo ni wazazi. Yani kwa kweli wazazi kama wangelisimama kwenye nafasi zao ama tukio kihalifu angepungua sana. Ninaitwa Prosper Msofe, ni diwani wa Daraja 2. Jana alfajiri imetokea mwizi mmoja anaitwa Maina au kwa jina la Junior ambaye anakaa hapo Ngujini, yani mpakani mwa Lemara na Daraja 2. Sasa wakati kuna watu anakwenda kuswali shehe wangu mmoja, Shehe Amiri, wakamvamia kutaka kumkaba, kumnyang'anya simu na nini. Lakini naye yuko vizuri, akapambana nao, akapiga kelele. Wananchi wakajitokeza kwa wingi kwa sababu wananchi wa Daraja 2 wamechoka na wizi kwa kweli kwa kiasi kubwa. Wakampiga mawe, wakamweka kwenye mtaro na baadaye polisi wakuja kumchukua. Ingawa baadaye nimepata taarifa kwamba amefariki. Lakini kuna mwenzake mmoja ambaye amekimbia na tunamtafuta mpaka sasa hivi. Msikitini. Yani amemkata almost mita 3 au 5 kutoka kwenye msikiti. Kwa hiyo ni karibu kabisa msikitini. Watu muibia simu, normally wanaiba nini? Wanaiba simu za tochi tu. Yani hawana simu za tochi, wanamjeruhi mtu, ndio mazingira hayo. Ingawa kwa kiasi kubwa nashukuru Mungu kwamba tumepunguza sana hali hiyo. Imepungua na wengi wamepungua kama mnavyoona. Huyo naye kapungua, huyo Junior. Kwa hiyo tunaendelea hivyo, Mungu akipenda ataisha siku moja. Walimwangusha kwenye mtaro, mawe, wananchi walimvamia kwa mawe mengi na marungu na nini. Walijitokeza kwa wingi. Na washukuru sana watu wa Daraja 2 kwa kweli. Siku hizo wanajitokeza sana kufanya mashambulizi. Naomba waendelee hivyo. Mtu akipiga yowe tokeni, alafu mfanye kazi ambayo Mungu atawaongoza. Kwa kweli so far ni shwari. So far hali ni shwari, sio mbaya sana. Kuna utulivu mkubwa kama hivyo, hamna tukio bado tumesharipoti. Almost karibu miezi 3-4 hakuna tukio. Yaliyoko ni madogo ambayo tunayadhibiti ya walevi na nini. Lakini haya tukio kama hilo zire nao for sure. Kwa kweli wao imara kama hivyo walivyofanya. Mimi wananifurahisha sana. Yaani uongozi na roho ya Mungu wajilinde kwa aina hiyo. Mimi sijui